Kweli Kenya tuko na uhuru wa kuongea na tuko na uhuru wa kumkosoa rais. Na juzi mliona pia tuletengeza uhuru mwingine tukaongezea juu huo wa kukosoa ambao tukawa tunawatukana. Uhuru wetu ni wa kuongea. Lakini nataka niwaulize Tanzania. Mnafikiria Tanzania inabadilishwa tuna uhuru wa kuongea? Sisi tunaongea. Ni kipi kinachofanyika? Tumeongea, tumeandamana, watoto wetu wameuawa. 07 watu walikufa sana. Mpaka leo tujapata majibu. Ni nani aliyeua 07? Kesi ilienda kule, ilipelekwa, kesi ilirudi, na baadaye tukawapigia wale kura. Uhuru sisi tuko nao. Uhuru wa kuongea tuko nao. Tunapiga kelele sisi kila siku. Ni nini kinachofanyika? Hakuna kinachobadilika. Niwaambie kitu ambacho kimebadilika Tanzania tulipopata uhuru. Nini kiulizwa saa hizi? Ningesema serikali irudi ile ya zamani ya Moi. Lakini demokrasi tumeipata. Sasa hivi tunaelekea miaka 30. Wallahi maafa ambayo tuko nao ni makubwa sana. Wananchi wamekufa wengi sana kushinda ile wakati wa Moi. Sasa hizi kila mtu anachukua sheria mkononi mwake. Hakuna sheria haifanyi kazi. Huu ndio upuuzi wa demokrasi. Na kama mnafikiria mnaangalia sisi tuna uhuru wa kuwakosoa rais na kukosoa watu, muone ndio mnahitaji demokrasi Tanzania, then mmekosea. Tanzania ilianzana na demokrasi hata kabla sisi hatujataka demokrasi. Tanzania walianza kuadvocate mambo yao bungeni na kuzungumza masuala yao bungeni, sisi hata hatujafikiria. Tanzania iko very well organized katika masuala ya kupokea wageni, vile wataishi, na ni kina nani wataingia katika nchi na ni kina nani wataondoka katika nchi. Kwetu Kenya hakuna hilo. Migration yetu ni price tag. Pale katika boda yetu kunaingia silaha, kunaingia materrorist, kunaingia kila mtu, hata wananchi ambao hatuwataki. Tuko na wananchi wa kutoka nchi zingine saa hizi hapa ambao wamenunua vitambulisho 150,000 birth certificate na tunawaita wa Kenya. Hivyo ndivyo demokrasi inafanya. Tuko na corporation, institute, industries na corporations za kila aina. Kulingana na demokrasi wana manipulate serikali kupita kiasi. Mnafikiria uhuru wa kuongea utakuletea elimu nzuri shule kwa watoto wako? Unafikiria uhuru wa kuongea utakuletea hospitali ambayo iko na madawa? Unafikiria uhuru wa kuongea utakuletea amani katika mitaa yenu? Unafikiria uhuru wa kuongea utawaletea barabara zilizo nzuri? Na waomba mumsikize Tundu Lissu. Na watu kama hawa ushika yale matatizo yanaowakumba sana ndio wakachukua ili na wakaenda nalo. Yale muhimu wamewaachia. Mnakumbuka mvua za mwaka juzi? Kwetu Kenya zilinyesha mpaka watu manyumba akawaharibikia. Deputy governor wetu, deputy president wetu ambaye amekuwa impeached, yeye ndo tulimuona akijaribu, alichukua mabrangeti akapeleka akasaidia watu. Nchi ambayo haina demokrasi, rais alisafiri akaenda akajengea watu nyumba, room 2 room 3, walioharibikiwa na nyumba. Suluhu alijengea wananchi wake nyumba, walioharibikiwa na manyumba. Kwetu Kenya kuna mmoja hata amejengea mwingine chumba. Hiyo ndo nchi inahitaji demokrasi. Kitu ambacho nitawaambia serikali ya Tanzania, mambo kama haya yanapatikana kwa sababu watu wamejua weakness yenu. Weakness yenu ni kwa sababu hamtaki kuzuleta elimu ya mzungu na mna protect sana wananchi wenu. Investors hawezi ingia katika nchi yenu kwa sababu investor wakiingia wakitumia demokrasi watakuja watawanyanyasia watu na watafanya nini? Tanzania na demokrasi. Wewe Mkenya toka hapa nenda ukafungue kampuni Tanzania. Alafu ubebe wa Kenya uende ukawaandike. Uone kama Watanzania watakubali. That is what I called leadership. That is what I call presentation of people. Hapa kwetu Kenya, Msomali atatoka Somalia, atajenga supermarket hapa, ataleta wa Somali kutoka Mogadishu, kutoka wapi atawaandika, wetu wamekaa juu ya mabenchi. Demokrasia. Mkongo atakuja, kama sasa hivi kuna Wakongo wanatembeza vipochi. Mkongo wamekuja, wamekodisha vyumba huku, wameleta refugee wa Kikongo. Ni wao ndio wanazunguka wakiuza vipochi. Vijana wetu wamekaa. Hiyo ni demokrasi. So kabla mjataka demokrasi, fikirieni tena. Na kama Watanzania wangekuwa hawana uongozi mzuri, Attorney General wetu hangekuja Tanzania for benchmarking. Akaja akakuta madeni ya Tanzania yameandikwa katika mfumo unafuatiliwa.
Deni lililoachwa na Magufuli limeandikwa chini, limelipwa kiasi gani, litalipwa mwaka gani, litaisha mwaka gani. Kwetu hatuna mfumo huo. Tanzania wako na demokrasi. Rais wao anasimama, anawaambia tulipokea pesa kiasi kadhaa, tumetumia kiasi kadhaa. Ule mjengo wa ile bridge tumefikisha mahali kadhaa, ni pesa fulani zimetumika, ni kitu fulani. Mshaimsikia rais wetu akituambia masuala yao. Tunajua wanawasaidizi Minister of Finance nani. Wale Minister of Finance na wale maminister kazi yao ni kumsaidia kupata information. Lakini mtu anayekufaa kutuambia nchi inaendelea vipi ni rais. Mshaimsikia rais wetu akituambia. Wakati wa corona tumemwona Magufuli akisimama akiambia wananchi wangu msijali, mtafanya